Hata ukiwa na shida, kuna nyiradi zingine una shida kubwa, ukifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufanyia wepesi, na kuna majibu mengine ni ya kujibiwa leo. Kuna dua ukisoma majibu yake sio kesho, leo. Ni wewe tu imani yako, kwa maana una matatizo wataka ujibiwe dua. Kuna mtu anakaa muda mwingine anakuambia, bwana unajua bwana, ukitumia dua bwana, dua zinachelewa bwana, miti ndio haraka. Wewe kakwambia nani? Hujui kuomba dua. Kweli miti tunaijua ina mambo yake, tunaambiana, lakini dua achana nayo. Dua ndio zaidi. Sema tu unajua kuomba dua, sawa. Dua unajua kuomba, hapo ndio mushkeli. Kama huwezi kuomba kweli, unaweza kuona dua inachelewa. Sasa nitakupa dua hapa za kusoma kila siku. Kuna dua yake ambayo ukisoma hiyo siku hiyo na majibu ni siku hiyo. Tena nikisema siku hiyo maana yake hapo nimechelewa. Lakini kwa mujibu hapa anasema man yuridu qadhaa hajatahu au fi waqtiha. Man yuridu qadhaa hajatihi fi waqtiha, mwenye kutaka kukidhiwa haja yake kwa wakati wake. Ya unakusudia haja yangu hii mimi nataka ndani ya siku 2 nimefanikiwa, basi siku 2 imefanikiwa. Leo. Kesho nikienda kwenye mtihani nifanikiwe hivi. Mimi nataka nikienda hivi nipate hivi. Ndivyo hivyo. Kwa wakati wake ndio tutaelekezana hizo dua, lakini ndio kwa utaratibu wake. Kwa ndugu yangu mmoja anasema nimkumbushe namba ya simu kabla sijaingia hii katika kuelekeza. Namba yangu ya simu ni 0762664094, kwa maana 0762664094 0762664094. Narudia kama la ya mwisho tena, 0762664094. Hiyo ni namba yangu hiyo. Alhamdulillah, kwa wale ambao leo tunaonana katika inawezekana kwenye upande wa TikTok huko, kwa sababu tunakwenda kote kwenye YouTube channel yetu na kwenye channel ya TikTok. Kwenye YouTube kule ukiingia, andika Ngusura au Sharifu Sulaimana TV, utakuta haya masomo yote, na hata kama namba utasahau pia vile utaiona namba yangu. Na hata kwenye TikTok pia ukiandika Ngusura, baadaye utapata hiyo channel yetu. Kwa hiyo kuna namba ya simu tumeweka hapo pia, inshallah baadaye unaweza ukaipata na ukatumia na tukawasiliana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo katika upande wa majambo haya kuna vitu ambavyo ukivifanya wewe majibu yake unapata siku hiyo au wakati huo. Tatizo ni imani tu. Kwani hakuna mashehe zetu walikuwa wanafanya mambo hayo? Walikuwa wanatumia njia gani? Hivi nikuulize wewe, hujawahi kusikia kuna dua mashehe walikuwa wanasema kuna dua za kupaa? Hujawahi kusikia? Je, zile dua za kupaa wapo hawapo unaozijua? Wapo. Lakini wewe ukikaa kama maarifa ni madogo, unaweza kusema wale wanapaa, ule ushirikina wapi? Dua hujui bwana. Dua zipo. Kuna uchamungu, ukifikia Mungu anakupa vitu. Na kuna watu wamejaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uchamungu waliokuwa nao. Ukiongea wewe uko mbali, anakusikia. Yeye yuko sehemu fulani, anasikia fulani wewe anasema hivi.
lakini kwa akili ndogo huwezi kuelewa hata siku moja. Utasema hivyo vitu haviwezekani. Wallahi vinawezekana, na waliojaliwa wanavyo, tunavyo, alhamdulillah. Sawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna watu wamejaliwa hilo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kikubwa ni elimu, na elimu zingine hazipatikani mpaka tuwe na adabu, hususan kwa mashehe zetu. Sasa wewe unataka elimu na mpata shehe, hebu nipe kama kweli kweli au sio kweli, nipe. Atakupa saa ngapi? Anaona huyu huyu hatakiwi kupewa maana, huyu wacha ende zake. Sawa. Lakini wako watu waliojaliwa. Leo mfano mdogo, wewe unataka maisha mazuri hapa ulipo, mswalie Mtume. Nakupa ifunguo moja wapo. Wewe unataka maisha mazuri kwa dua, kila siku hakikisha unamswalia Mtume mara 10,000. Alafu utaniambia baada ya miezi 6 maisha yako yakoje. Wewe hakikisha, wewe unalalamika njaa, unalalamika maisha magumu, mambo mipango imeharibika, kazi haziendi, mambo hayaeleweki, mswalie Mtume. Lakini kwa idadi inayokupa mara 10,000. Kwa swala unaoiweza wewe, hata ukisema sallallahu alaihi wasallam au Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, sio nyingi. 10,000 sio nyingi, ni uvivu tu. Sasa mswalie Mtume kwa idadi hiyo mara 10,000 kila siku, uone riziki zitakavyofunguka. Alafu riziki zako ukipata usizinie wewe, tumia katika njia ya halali. Kula na familia yako, nunulia watoto wako mavazi mazuri, wasomeshe watoto wako. Acha uzinifu. Pesa ya dua haiziniwi. Umemwomba Mungu alafu unatumia kwenye uzinifu, mambo yanaharibika, unasema dua haifanyi kazi. Kwa hiyo jipambe katika mazingira mazuri, utaona faida yake, utaona siri zake na asrari zake kumswalia Mtume. Wako watu wanaishi kwa kumswalia Mtume tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wana magorofa na wana majumba kwa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe hujajua bado faida ya kumswalia Mtume, na ukiambiwa hapo unataka kujiuliza, hivi kweli wewe mvivu? Sasa hata uvivu, anza kumswalia Mtume leo mara 10,000, alafu kesho uanze kuona mipango yako inakwendaje ya kimaisha. Kuna faida kubwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine ni katika asrari. Sasa ukisubiria uone maandishi utachelewa. Utachelewa kakangu. Utachelewa sana. Kwa hivyo moja katika faida ni hiyo. Sasa lakini pia vile vile kuna dua ambazo ukisoma leo majibu yake ni leo, hana kuchelewa. Miongoni hapa na kitabu min asrari da'awati al-yawmiyya, katika kichwa cha habari, katika siri za dua za kila siku. Miongoni akasema shekhe, man yuridu qadhaa hajatihi au qadhaa hajatahu, njia zote sawa. Mwenye kutaka kukidhiwa haja yake, fi waqtiha, kwa wakati wake, kukidhiwa haja pasi na kuchelewa. Mwenye kutaka hilo, wal khilas, na kutakasika min kulli madhar, na kila madhara, wa shari, na shari, biidhnillahi ta'ala, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani unataka wewe haja yako upate hapo hapo, au Mwenyezi Mungu akuepushie shari. Kuna shari fulani inawezekana imeshakupata, kama tayari kuna shari, mtihani fulani umenipata, mtihani nataka leo uniepuke. Leo watu wanataka kuja kuchukua vitu vyangu, na daiwa madeni, wanataka kuchukua vitu katika nyumba yangu. Tumia hii dua. Kila dua moja ina siku yake. Ukitumia siku hiyo utafanikiwa, hilo jambo halitokei. Hizi ni dua sawa sawa. Lakini mashehe
wameziweka. Tena shekhe wetu huyu alipoziweka akasema wallati ma, anasema na yale ambayo niliyoyaweka kwenu, kuna vitu ambavyo sijaviweka kwenu, lakini akasema sijaviweka tu kwa kuogopea, kutokana na kuogopea mambo kuwa mengi, lakini akasema nimeeleza tu kwa kiasi ili nisiwe katika hali ya ubakhili, nikaonekana kama vile mchoyo, nisiingie katika uchoyo wa kuficha faida. Kwa hivyo akaweka, lakini hizi alizoziweka ziandike. Baada ya kuziandika, anza kuzitumia, uone faida yake. Kwanza, haja yoyote nzuri au madhara yoyote ya kuepuke, fitina zikuepuke, basi unafanya uradi huo. Lakini kila siku kuna majina ya Mwenyezi Mungu unayatamka, lakini sharti ya dua hii, innal waqta alladhi tatlu fihi alwarda la budda an yakuna huwa nafsuhu, wakati ambapo utafanya uradi huu, utafanya dua hii, ni lazima uwe wewe. Ni vizuri uwe wewe, usiwe na mtu, uwe peke yako. Kama ndio maana wazee wetu zamani utakuta kuna nyumba yake, kuna chumba maalumu cha kufanyia dua, anajitenga, anafanya maombi yake. Kwa hivyo dua hii ni uradi, lakini uradi huu unafanya ukiwa peke yako. Fanya ukiwa peke yako, fanya dua yako hii, wewe utaona maajabu. Hata kama mkeo anafanya, anaweza kuambia na mume wangu, niwe radhi, nataka nifanye dua ndani humu, basi nisubirie nje kidogo. Basi mradi tu awe yeye. Maana yake uwe peke yako, alafu fanya dua hiyo. Kama una watoto, muda mwingine